Al-Imam Ahmad rahimahullah katika wale wanazuoni wa madhehebu nne iko mwanachuoni mmoja akiitwa Abu Abdullah, kunia yake Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, katika wanachuoni wakubwa pale Baghdad enzi hizo. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 241 Hijria. 241 Hijria. Iko ndani ya karne ya tatu. Vile vizazi vitatu bora zile karne tatu yeye alikuwepo katika wakati ule. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. Sheikh wake al-Imam al-Bukhari mwenye sahih al-Bukhari, katika mashaikh wake wakubwa ni Ahmad bin Hanbal. Na huyu katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam al-Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alipoishi pale Iraqi na kusoma, alikwenda kusoma kwa al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi, mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa. Alisoma Madina kwa al-Imam Malik, akakaa muda aliokaa mpaka amefariki Imam Malik, akahamia Baghdad akasoma kwa wanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa. Katika hao, kwa sababu mwaka aliofariki Abu Hanifa ndio mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i 150 Hijria. Abu Hanifa anafariki, Shafi'i anazaliwa 150, mwaka 150 Hijria. Mwaka 204 Shafi'i anafariki rahimahullahu ta'ala akiwa na miaka 54, miaka 54. Kwa ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Abu Hanifa, hakumdiriki Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Sasa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameandika kitabu kikubwa akikusanya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kile kitabu amekiandika kwa mtindo mzuri, hadithi za kila sahaba peke yake. Hadithi za Abu Bakari alizopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizi hapa, kazitaja kwa mtiririko wake na sanadi yake, kwamba mimi Ahmad bin Hanbal nimepokea kwa shekhe wangu, atamtaja pale. Natoa mfano tu, nimesimuliwa na shekhe wangu al-Imam Shafi'i rahimahullah, na yeye hadithi hii amesimuliwa na shekhe wake al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik amesimuliwa hadithi hii na shekhe wake Nafi' Maula ibn Umar, ambaye yeye alikuwa ni katika tabi'in, kwa sababu Imam Malik katika atba'u tabi'in, wanafunzi wa masahaba. Sawa, huyu Nafi anasema nimemsikia au nimepokea kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, yeye amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila hadithi anaitaja kwa silsila.